Habari wapenzi watazamaji wa Connection TV, ni Connection TV habari. Msomaji ni mimi Chionda wa Chionda. Kwanza habari kwa ufupi. Rais Donald Trump asema Marekani itaondoa kizuizi chake katika mlango bahari wa Hormuz. UNICEF yakashifu mauaji ya watoto nchini Lebanoni. Anasema visa zaidi vya Ebola vipatikana huko Uganda. Watumishi wazazi waendelea kufika katika shule ya utumishi Girls School iliyowaka moto huko Nairobi. Habari kamili. New York. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba amesitisha uwepo wa kizuizi cha kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz na kusema kuwa meli zilizokwama zinapaswa kujiandaa kurudi nyumbani. Katika ujumbe uliochapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social hii leo, amesema masuala mengi yamekubaliwa kati yao na Irani. Sasa anaelekea kwenye mkutano wa dharura na nitafanya uamuzi wa mwisho, aliandika Trump. Aidha, Trump amesema Irani lazima ikubali kutowahi kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua mlango bahari wa Hormuz mara moja. Kampala. Wizara ya afya ya Uganda imethibitisha visa viwili vipya vya ugonjwa wa Ebola katika mji mkuu wa Kampala. Visa vya Ebola vilithibitishwa nchini Uganda kufikia sasa vimefikia 9. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Uganda, maambukizi hayo mapya ni kutoka kwa raia wa DRC ambao kwa sasa wako chini ya uangalizi wa madaktari. Siku ya Jumatano, mamlaka ya Uganda ilitangaza kufungwa kwa vivuko vya mpakani kati ya taifa hilo na nchi ya demokrasia ya Kongo, sehemu ya kudhibiti kuenea kwa virusi. Uganda pia imepiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi na kuimarisha ukaguzi wa watu mpakani ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo hatari wa Ebola. Zurich, Uswizi. Watoto 11 waliuawa na wengine kujeruhiwa siku juzi nchini Lebanoni katika kipindi cha wiki moja iliyopita, shirika la Umoja wa Mataifa na kuhudumia watoto UNICEF limesema. Israeli imeendelea kushambulia maeneo ya kusini mwa Lebanoni na kuua maelfu ya watu, huku Umoja wa Mataifa ukisisitiza amani na makubaliano ya muda mrefu. Israeli imekuwa ikilenga maeneo ya kusini mwa Lebanoni pamoja na mji wa Beirut. Jumla ya watoto 77 wameuawa na wengine kujeruhiwa katika siku 7 zilizopita, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanoni. Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa tarehe 16 mwezi Aprili, watoto 65 wameuawa huku 212 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa shirika la UNICEF. Msemaji wa UNICEF Ricardo Perez ametoa wito kwa pande zote mbili zilizopo kwenye mgogoro huo kufikiana makubaliano ya amani. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, watoto pamoja na miundombinu ya kiraia lazima zilindwe, alisema Perez. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalitangazwa Washington yalilenga kusimamisha mapigano kati ya Israeli na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani, ambayo yamekuwa yakiendelea tangu tarehe 2 mwezi Machi. Bucharest, Romania. Romania imemfukuza balozi wa Urusi kutoka nchini humo na kufunga ubalozi wa Urusi baada ya ndege 2 zisizo na rubani za Urusi kushambulia huko Bucharest. Watu 2 wamejeruhiwa katika shambulio hilo mashariki mwa mji wa Galati. Romania imemtaja balozi wa Urusi nchini humo kama mtu asiyekubalika. Msemaji wa rais wa Urusi amesema Vladimir Putin anafahamu kuhusu ajali ya ndege zisizo na rubani iliyotokea Romania. Vyombo vya habari vya Urusi vimesema taifa hilo litajibu hatua ya Romania ya kumfukuza balozi wake wa taifa hilo kutoka nchini humo. Nairobi. Wazazi wanaendelea kufika katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi ya Gelu nchini Kenya kutaka kujua waliko watoto wao baada ya mkasa wa moto kwenye bweni moja shuleni humo. Wanafunzi 16 wamefariki kutokana na mkasa huo, huku 79 wakiendelea kuuguza majeraha. Ndugu mpenzi wa Connection TV habari, na hii ni habari za kimataifa.
la Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Hii ni Connection TV habari, House of Details and Fact News, Nairobi. Wanasema nje ya lango la shule ya utumishi ya Gero Academy mjini Giligili, baadhi ya wazazi walikuwa wamepiga magoti wakisali, wengine walikuwa wakilia kimya kimya, huku wakishikilia simu zao mikononi, wakingoja tu simu moja ambayo ingeweza kuwaambia mtoto wao bado yuko hai. Wanafunzi 16 wamethibitika kufariki baada ya moto mkubwa kuzuka katika shule hiyo usiku wa kuamkia Alhamisi Mei 28, huku wengine wakijeruhiwa walipokuwa wakijaribu kujiokoa kupitia madirishani na kukimbilia gizani. London. Serikali ya Uingereza imeendelea na msimamo wake wa kupinga vita kati ya Marekani na Irani na inasema haitaunga mkono mtu wowote katika vita hii isiyokuwa na faida, kwa sababu Marekani aliingia vitani bila kuwataarifu washirika. Bunge la Marekani hili linaamua kupanga kuangalia ni nani ambaye hawaungi mkono katika harakati zao. Wanasema wanapigania haki jinsi ya Irani anatengeneza silaha za nyuklia ambazo zitakwenda kuangamiza ustaarabu wa Magharibi pamoja na Amerika. Kwa hiyo Muingereza ameendelea kushikilia msimamo wake, huku kiongozi wa upinzani Mama Benethi akisema Bwana Keir Starmer amekosea kuto kuunga mkono Marekani. Hii ni Connection TV habari na mimi ni Chionda wa Chionda. Tunaendelea. Washington. Marekani haijasema lolote baada ya mlipuko mkutano wa kuamua hatima. Rais Donald Trump jana alikutana na baraza lake la usalama katika anasema situation room kuangalia matokeo na tamko la mwisho dhidi ya kutoa juu ya hiyo mgogoro wa Irani. Mgogoro wa Irani, Donald Trump amesema yuko tayari kutoa dola bilioni 300 kufanya ujenzi mpya ili Irani ifungue mlango bahari wa Hormuz na kuacha kutengeneza silaha za nyuklia, huku Irani ikisema uamuzi wa Irani ni wa Irani wenyewe na Strait of Hormuz iko mikononi mwa Wateherani leo mpaka kesho. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Bwana Abbas Araghchi akiongea na vyombo vya habari anasema ni vitisho vya Amerika ambavyo havina mashiko. Marekani tumemzoea kututisha, wametuwekea vikwazo miaka 47, wameua kiongozi, wameua na viongozi, wameua na wanafunzi huko Minabu High School, wanafunzi 173, huku wakiendelea kutoa vitisho na kuendelea kufanya mashambulizi na kumuunga mkono mhalifu namba 1 wa kivita duniani Bwana Benjamin Netanyahu. Washington. Umoja wa Mataifa umetangaza rasmi kwamba Israeli ni taifa la kigaidi. Maelezo yalitolewa na waziri na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku majibu kutoka Tel Aviv yakisema hatutokubali kuwa tena wanachama wa Umoja wa Mataifa mpaka Guterres aondoke madarakani ama ajiuzulu. Sisi wa Israeli ni watu bora na wasimamizi wa amani duniani. Hatuwezi kuwekwa kwenye safari moja na ISIS, Al-Qaeda na makundi ya Hezbollah. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Israeli kutokana na mauaji yake huko Yemeni pamoja na Lebanoni na mauaji yanayoendelea huko Gaza, Israeli imewekwa katika kundi la taifa la kigaidi. Kwa hiyo Israeli inatengwa kama vile ilivyotengwa Korea Kaskazini. Kwa hiyo Israeli hadi sasa kwa sheria ya Umoja wa Mataifa imetangazwa kwamba ni gaidi. Mtihani unakuja, Umoja wa Mataifa huko kwenye taifa ambalo linaunga mkono Israeli, na Guterres ametangaza moja kwa moja kupitia official broadcast ya Umoja wa Mataifa ya kwamba Israeli ni terrorist state. Hii ni Connection TV habari, mpaka mara nyingine. Angalia habari zetu kupitia Instagram, TikTok na YouTube.
Naitwa Connection TV, House of Details and Fact News. Mpaka mara nyingine, asanteni.